watoto wawili. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe. Mbaye kumuhamagara gatoya Imana imuhamagara ntangira kubwiriza ubutumwa. Nitatoa shuhuda juu ya wito wakati Bwana ananiita kuhubiri. Mchokojwe na mshombo kwa alikuwa bifuzeho mone cyane kwa. Mchungaji amenichokoza, amegusia kidogo. Imana imuhamagara leo. Imana imuhamagara intuma mu bakobwa n'abagore bakora uburaya. Wakati Bwana ananiita alinituma kuwapelekea injili makahaba. Ushobora kwibaza ngo ariko se wa mugabo wewe ushobora kubigiraho gute? Unaweza ukawaza kwamba wewe mwanaume hiyo kitu nafikiaje? Ni ukuri Imana imuhamagaye gushyira inzira yo kuntu ukora igihamagaye. Ni ukweli Bwana akikuita anaweka na njia ya wito wako. Ishyira inzira. Anaweka njia. Imana rero yashyize inzira. Bwana aliweka njia. Wale abantu n'abantu bakunda urukundo. Wale watu ni watu ambao wanapenda upendo. Sivuga urukundo mu buryo bwabo. Sisemi upendo kadri ya upendo wao. Ni urukundo rw'Imana. Upendo wa Mungu. Nta muntu wese udakunda gukunda. Hakuna mtu ambaye hapendi upendo. Igihe cyose unsanga ugereka ku nkunzi, ibyo mbwira byose ndabyumva. Wakati wowote ukinijia kuniambia maneno ya upendo, utakayoniambia yote kwa upendo na yapokea na yapenda. Reka nifirire mushumba. Acha nimwambie mchungaji n'abakuru b'itorero na wakuu wa kanisa, wazee wa kanisa. Nimurebe ile bitano tujya dutegura. Angalia ile mikutano tunayoiandaa. Reka tuvuge mu rusengero. Tuseme ya kanisani ndani. Kuko iyo hanze yo irasa n'ibyo navugaga. Ya nje inafanana na hiyo mafundisho ninayo wahubiri hao watu. Noneho murebe amafaranga tujya dushyira muri ibyo biterane. Angalia pesa tunayoitoa kwa ndani mikutano jinsi inavyolingana. Urabizi hari n'abashumba bamwe na bamwe utafa no kushyira iwawe kundi rashaka kumukodeshereza hoteli kandi nziza. Unajua kuna wachungaji wengine hawawezi kukubali kuishi kwa mchungaji wakiitwa kwa mahubiri, wanadai wapelekwe mahoteli makubwa. Hanyuma kandi ukamuha n'impamvu ifatika utabikoze ntagaruka. Alafu unafungasha na bahasha ya sindikiza injili. Kama ufanye hivyo hawezi kurudi kuhubiri. Hata kile tuli muri hapo ngao. Sisi hatuko kwenye sehemu hiyo. Hapana. Waduhamagaye turamuzi. Bwana ndiye tuita tunamjua. Ibihembo waduhembesha turamuzi. Na malipo ambaye anastahili kutulipa tunamjua. Ibihembo na kuishuza mchungaji asheri hiyo mbona. Malipo ambayo anaweza kumdai mchungaji anilipe hawezi kuyapata. Numu ndashafite ingaruka z'uru rugendo nakoze. Mpaka sasa nina majeraha ya safari hii niliyoisafiri. Ntabwo yabona igiciro anyishyura. Hawezi kupata usamani wa kumlipa. Ariko ikibazo ni kimwe nuko abakristo batajya babiha agaciro. Na wale ambao hawajaokoka. Ariko kuko tutaha agaciro wengi. Kwa sababu hatuupi usamani mahubiri haya. Wengine wanapuuzia. Kundi yanaanza kupata wengi. Akija anajileta peke yake. Kundi kanda kwa waya anachelewa kumana. Akija anakuja amechelewa anajisikia ni mama. Lakini ukifikiri vizuri, safari ya injili hii inatolewa kwa gharama kubwa. Si kwa upande wa kanisa tu, hata binafsi wenyewe. Tunamshukuru Mungu. Taratibu itafikia. Ngoja nirudi mahali pale nilipokuwa nazungumza. Hii mikutano tunayoandaa kanisani na wazee wa makanisa. Angalia pesa tunayoweka ndani ya gharama hizo. Ni pesa nyingi sana. Ukija kuangalia semina hii yote ya wiki moja tuliyorunda pesa ndani yake. Ukitaka faida ya watu waliookoka wiki hiyo yote kwa gharama kubwa hiyo, huwezi kupata watu. Jana tulijifunza vipengele vitatu. Tujifunza vipengele vitatu, japo sikuandika nikiwa kazini nikaja sijawa na kumbukumbu vizuri, ila baadaye nitakumbuka. Kwanza, kipengele cha kwanza kilikuwa kinaelezea watu ambao wapagani, ambao hawajui kitu chochote. Kipengele cha pili
kipengele cha watu ambao ni waamini, ambao hawa watu hawajui kitu chochote, yaani kila kitu mpaka wahamasishwe. Kipengele cha tatu kilikuwa ni kipengele ambacho kinaelezea mtu ambaye anayejitambua, ambaye hahimizwi kitu. Ni kweli ameweza. Hivyo kwa wenye makushauri wa watatu. Tuliona makundi ya watu watatu. Mfano kuleva isi jinsi Mungu anavyoangalia ulimwengu. Kipande cha wapagani. Tulisema kwa kipande kimoja cha watu wasiojua Mungu. Nimesema kwamba tumsifu Mungu kwa sababu hatuko huko sisi. Tumeshatolewa. Bwana ameshatutoa. Angalia tena kipande cha pili cha watu walioko. Sema juu ya kikundi kimoja ambacho Biblia inakitaja kwamba ni watoto wachanga kiroho. Hao ambao tulisema kwamba Paulo aliwasema kwamba ni watoto wachanga katika Kristo. Tulisoma somo hilo wa Korinto sura ya 3, wa Korinto wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 3. Hanyuma twakivuzeho byinshi. Tulizungumza mambo mengi juu ya kifungu. Twavuze ku bintu biranga icyo gice. Tulisema mambo yanayohusu sehemu hiyo. Kandi twasanze abakristo benshi baba muri ako kabande muri icyo gice. Tulikuta Wakristo wote maisha yao wanaishi kwenye bonde hilo la kifungu hicho. Wengi babaho hantu wanaishi hapo muri icyo gice kwa kipande hicho cha watu wachanga sana. Kandi kuba mutoya bivuze kuba muto no gukura ntabwo bivuze imyaka umaze mu Injili. Kuwa mdogo na kukua haionyeshi miaka ambayo umeishi ndani ya dini. Ushobora kuba umaze mu miaka 20 ariko ukabura umwana. Unaweza ukamaliza hata miaka 20 lakini bado ni mchanga kidogo. Kigaragaza umwana n'umuntu mukuru bagaragazwa n'ibikorwa. Kinachoonyesha kwamba mtoto amekuwa ni matendo. Ntabwo urabona umuntu w'umugabo ariko wareba ibyo avuga n'ibyo akora ugasanga ari nk'umwana. Unaweza kuangalia mtu ni mwanaume wa makamu lakini ukiangalia naye afanya na naye azungumza unakuta ni kama akili ya kitoto. Nuko rero gukura ntibishingira ku myaka umuntu amaze mu idini. Yaani mtu kukua huwezi kuangalia ni miaka mingapi amemaliza kwenye dhehebu. Uzasanga hari abantu birata byo ngibyo. Utakuta kuna watu wanajisifu hivyo. Hao tugiye maze imyaka 20 mu itorero. Anasema mimi nina miaka 20 kwenye kanisa. Tuzi ibintu byinshi. Tunajua mambo mengi juu. Ariko ibyo bintu byinshi wakagombye kwihuza n'ibikorwa ukora. Hivyo vitu vingi unavyovifahamu vingekuwa na usamani na kazi unayoifanya. Icyo gihe nkemera neza kuri mukuru. Hapo sasa kujua kwamba umeshakuwa. Nkemera kuri mukuru. Hapo nakubali kwamba wewe ni mkubwa. Ariko n'ibikorwa byawe bidahuye n'umuntu mukuru. Kama unafanya matendo ambayo hayaonyeshi kwamba wewe ni mtu uliyekomaa mkubwa. Umwana. Bado uko mchanga. Hicho ni kikundi kimoja cha wale ndani ya waliookoka. Hakaba ikindi kikundi leo. Kipo na kikundi kingine. Cy'abantu bakuru muri Kristo Yesu. Watu ambao wamekuwa kiroho. Aba ndabakunda cyane. Hao nawapenda sana. Nawapenda sana. Nuni munsi wale kwitoro rihagaze. Hata leo kama kanisa limesimama. Ngiri. Hata hili. Gishingiye kuri abo bantu. Limesimama kwa msimamo wa hao watu waliokuwa kiroho. Kuko abagabo ntibatinye intambara. Hao hawaogopi vita. Ntibatinye ibibazo. Hawaogopi majaribu. Ahubwo iyo bije babonye akazi. Majaribu na matatizo yakija huwa wanapata kazi ya kufanya. Hakiminja. Lakini watoto iyo hashe ibintu bikanga. Hakija vitu vya kuwashitua. Barihinda. Wanakimbia. Kuko ni batoya. Kwa sababu ni wachanga. Kandi tugomba kurumva. Lazima tuwasikilize. Kuko ni mutoya. Kwa sababu ni wachanga. Lakini Mungu awabariki watu waliokuzwa viwango vya imani. Kwa sababu hao msingi yamejengwa juu ya kanisa. Ndivyo Yesu alivyotamka. Petro wakati amejibu swali Kristo alilomuuliza. Unakumbuka alimuulizaje Petro? Bwana Yesu alimuuliza Petro kwamba hapa nje watu wananihitaji.
bamwe baravuga ngo tumva bavuga kuri Elia, wengine wakasema tunasikia watu wanasema kwamba ni Elia, wengine wanasema wewe ni Yeremia, abandi ngo baravuga ngo rumwe muri baba bahanuzi, wengine wanasema ni mmoja wa manabii. Arangije none se mwebwe munyitana, akawaambia mitume wake na wanafunzi kwamba nyinyi mnanijuaje, mnanihitaji? Pastor, Biblia inaipenda sana. Biblia anaipenda sana mchungaji. Kuri ugiye kureba neza wishize muri uriya mwanya, ukienda kuangalia vizuri kwa makini, ukiwa kwenye nafasi hii, biragaragara ko wale 11 bose buri muntu wese yagiye avuga uko amubona. Wale 11 wote kila mtu alitaja jinsi anavyoona. Niko nibwi, ndivyo ninavyofahamu mimi, ndivyo ninavyowaza. Ariko Biblia ndaikunda hisi ya kisubizo cha Petro. Biblia naipenda iliandika jibu la Petro. Aramubwira ngo uri Kristo, umwana w'Imana nzima ihoraho. Petro akajibu kwamba wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu ni mwarishije inshuro eshatu mwisi. Yesu kama alifurahi awamu 3 duniani. Hari inshuro nasomye eshatu Yesu yishimye agaragaza amarangamutima. Nilisoma awamu 3 katika Biblia ambapo inaonyesha kwamba Yesu alifurahi, akaonyesha furaha ya moyoni mwake. Sinshaka kuvuga ibyo bindi, ndashaka kuvuga icyo ndimo mvuga. Sitaki kuzungumza juu ya mambo mengine, naendelea na hiki ninachokizungumza. Ni umwanya Yesu yagaragaje amarangamutima, arishima cyane. Ni wakati ambapo Yesu alionyesha dhamiri zake za ndani, akafurahia na zaidi. Uko niko n'abashumba iyo bareba abakristo bariho bakura bakora ibintu neza, niko buzura umunezero imbere y'Imana. Kadhalika ndivyo wachungaji wanaochunga makundi wanapoangalia washirika wanafanya mambo mazuri sahihi, wanafurahi furaha kama ya Yesu. Yesu arangije, Bwana Yesu alipomaliza amubwira amagambo akomeye, akamwambia mambo mazito. Ni nkaho Petro ndishimye. Hakumwambia kwamba nimefurahi, ariko yarabigaragaza, alionyesha kwamba amefurahi. Yesu ahanurira Petro, alimtabiria Petro, aramubwira ngo Simoni, akamwambia Simoni, urahirwa Simoni mwene wewe ni mwenye heri Simoni mtoto wa Yona. Bari kuherera uyu munsi, kuanzia leo ntabwo kiri Simoni, wewe sio Simoni tena, ahubwo ni Petro. Wewe ni Petro. Kandi kuri iryo we, anasema kwa hilo jiwe nitajenga kanisa langu juu yake. Amarembo y'ikuzimu, milango ya kuzimu nubwo yazikuka, hata yakiinuliwa juu, hataweza kutikisa hilo kanisa. Kanisa yubatse ku ntumwa n'abahanuzi, alimejenga juu ya msingi wa mitume na manabii. Itorero kanisa yubatse ku bakozi Imana yahamagaye babizera, limejengwa juu ya watumishi wa Mungu walioitwa waaminifu. Aho ni itorero ryubatse, hapo ndo kanisa la Bwana limejengwa juu yake. Amen. Amen. Niko ryubatse, niko limejengwa. Yesu n'uyu munsi aragenda. Yesu mpaka sasa yuko anatembea. N'ubu ngubu niyo mpamvu yadutumye, na wakati huu ndio sababu ametutuma. Anashakisha abagore n'abagabo yakubaka itorero ryiwe, yuko anatafuta wanawake na wanaume ili ajenge kanisa lake juu yao. Ariko arabakura he? Atawatoa wapi Bwana? Icyama kabariho, naomba Mungu akuchague uwe wewe. Icyama kabariho, natamani kwamba awe wewe. Haya maneno yo gukura mu Mungu, kukua viwango vya rohoni, niyo nzakomeza, ndio nitakayoendeleza wiki hii nikifundisha. Niyo nzakomeza, nitaendelea nikifundisha wiki hii. Yapo maneno mengi ya kuzungumza juu ya kanisa. Kuko itorero ikintu kigisha, kanisa linaharibika kubera ko kwa sababu litafita abantu bakuru, halina watu waliofikishwa viwango vikubwa. Ariko ndabizi, najua zaja kuva hanga kuja kumaliza semina kutoka hapa. Imana yampaye nishize kuri itorero, Mungu kibali alichonipatia na kiweka kwenye kanisa hili kufundisha. Ntabwo nagunya kwigisha gukura, sitaendelea kufundisha kukua kiwango cha imani, ntabanje kwigisha kuvuka.
Siwezi kupenda kufundisha mambo ya kukua kabla sijafundisha habari za kuzaliwa. Roho Mtakatifu ameniambia kwenye masikio, ikomeza kwigisha kukura utawaje kuvuga usiendelee kufundisha habari za kukua kiroho kabla haujaingia kwenye kina kuhubiri habari za kuzaliwa. Kuvuka mu Mana, kuzaliwa kimungu, kuvuka bwa kabiri, kuzaliwa kwa mara ya pili. Kesho bakuza kugita kuvuka bwa kabiri. Mara nyingi tunaita kuzaliwa kwa mara ya pili. Wone bakita kukizwa, wengine wanasema ni kuokoka, kuokolewa. Kuvuka mu buryo bwo mu mwuka, kuzaliwa katika roho. Aya ni amagambo akomeye cyane. Haya ni maneno ambayo mazito sana. Unaweza ukasikia kwamba ni maneno ambayo yako hivi na hivi kwa sababu ulifundishwa. Lakini acha nimuombe mchungaji. Nikasaba umushumba. Mchungaji karibuni hapa kidogo tu. Egera hadi mbere gatoya. Naomba. Ndagusabye. Mstari wa 34. Nitasoma kwa jina la Yesu. Ndio. Biblia inasema, kwa kuwa Mungu hunena mara moja na hata mara ya pili, ajapokuwa mtu hajali, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito wajiapo watu katika usingizi kitandani, ndipo uyafunua masikio ya watu na kuyatia muhuri mafundisho yao, ili amondoe mtu katika makusudio yake na kumfichia mtu kiburi. Yeye huizuia nafsi yake isiende shimoni, na uhai wake usiangamie kwa upanga. Amen. Mungu akubariki. Ikaza yonyine. Mungu anashuka mwenyewe binafsi. Akakubwira ngo ibyo urimo anasema hayo ambayo unashimo yatokemo. Nutabivemo ufite akaga. Usipotoka ndani ya hayo majitu, urakaga kari imbere yawe. Tazama magumu yanakuja mbele yako. A, B, C, D. Anakwambia kila kimoja. Kandi ndamukunda Yesu. Mimi nampenda Yesu. Ibyo ni ibyokurya by'umuntu wese n'ubwo waba utamukunda. Hiyo ni chakula ya kila mtu hata kama humpendi Yesu. Cyane nk'abatarigeze bahura n'iby'ijambo ry'Imana. Sana kama watu ambao hawajakutana na neno la Mungu kwa wingi. Hari igihe ajya gushaka abapfumu abasobanuza ibyamubayeho. Kuna wakati anakwenda kuangalia waganga wa kienyeji ili wamwambie mambo yaliyomtokea kwake. Ariko Yesu ndamukunda. Yesu nampenda. Akugendaho kugeza igihe aza kukwemereza ko ari wewe uvugana nawe. Mpaka wakati utakapoamini kwamba amezungumza na wewe. Njia ya kabiri. Njia ya pili. Yagaragaye ko Imana igira ngo kugira ngo yihuze n'umutima w'umuntu awukize. Kugira ngo umuntu akizwe hari inzira ya kabiri. Ili mtu aokoke kuna njia nyingine ya pili ambayo Bwana anaipitia. Imana igira mu ntekerezo, conscience. Mungu anapita kwenye mawazo ya wanadamu. Ubitekerezo, ntekerezo. Kwenye mawazo yake. Nta muntu n'umwe ukubwirije. Hakuna mtu ambaye amekuhubiri. Ukajya wumva Tesire aravugana na Tesire. Unasikia dhabini ya Beatrice inazungumza na Beatrice. Sasa ibintu birimo ntabwo ari byo kandi wewe yibwira. Roho wako ndani yako anakuambia kwamba mambo unayotenda sio sahihi. Hakuna mtu aliyekuhubiri, unasikia sauti na kuhimiza kwamba toka ndani ya majitu hayo ambayo unayafanya. Kizwa. Okoka. Jya mu rusengero. Nenda kanisani. Toka kwenye dhambi. Imana ikinyura mu ntekerezo zabo. Mungu anapita kwenye njia ya mawazo yetu. Ikatugenderera. Mungu anatutembelea kupitia mawazo. Kaburi kugenda. Unakuwa unatembea. Umvishwe ngo uva mu byaha. Unasikia sauti na kuhimiza toka kwenye dhambi. Ubusinzi buzakwica. Toka kwenye ulevi huo utakuwa. Abo bamaraya y'ijambo kandi ufite umugore uzapfa. Toka kwenye mahaba huo wewe na mwanamke utakufa, umepotea.
uzapfa, utakufa, umepotea. Yegura n'impanuka mbi cyane, unakwenda kukutana na accident mbaya sana. Famuraya, toka kwenye ukahaba. Iryo jwi rikakubuza amahoro. Hiyo sauti na kusumbua ndani ya dhamiri yako. Conscience yawe ikakubuza amahoro. Yaani hivyo wewe ndani yako unakosa amani. Wao uri mu biro, uri kuri computer, ukiwa kwenye ofisi, kwenye computer, kwenye mashine yako. Conscience yakubutsa abagore bose b'indaya zawe. Hapo unaona picha zinakuja kwenye dhamiri yako. Imani ikavuga ngo bare abagore bazakwica. Makahaba wote uliozini nao wanakuja wanasema watakuua wewe. Conscience ikavuga ngo fa muri ibyo. Akili yako na ufahamu wako na kuhimiza toka kwa ndani ya hayo. Kora neza. Tenda mema. Jya mu rusengero. Ingia kanisani mwa Mungu. Iyo ni inzira ikomeye cyane. Hiyo ni njia ya muhimu sana ya Imani inyuramo kugira ngo ihure n'umutima w'umuntu. Mungu anayeweza kupitia ili aguse moyo wa wanadamu. Mungu ana nguvu mchungaji. Kuri kwimana nubwo tutabwiriza. Ukweli wa Mungu hata kama hatutahubiri sisi. Ilihagije kubwiriza isikaye. Bwana anajitosheleza kwa ulimwengu kuhubiri ulimwengu ili mtumikie. Ndio. Banza niyo mpamvu ya magambo Yesu yaravuze ngo mwabohoje umurimo utari uwanyu. Inawezekana ndio yale maneno. Mwabohoje umurimo wakozwe n'abandi. Inawezekana ndio maneno Yesu aliyoyatamka kwamba mlipewa kazi ambayo imekwisha kutengenezwa na watu wengine. Yesu alihagije. Yesu anajitosheleza kazini mwake. Alichokifanya chini ya mti ule. Nta muntu n'umwe wakireba. Hakuna mtu mwingine aliyekuwa amekitambua. Akimubwira ayo magambo. Alipomwambia maneno hayo yo kumurondora. Ya kumwambia mwalimu, uri umwami wa Israeli. Wewe ni mfalme wa Israeli. Nimugende mubaza. Nenda mkawarete nyumbani mwa Mungu. Nimugende mubaza. Nenda mkawarete. Tuwafite ubuhanuzi. Tuna maneno mazuri ya unabii. Tuwafite ubuhanuzi bwa. Tuna unabiwa. Ubuhanuzi bwo gukiza ibyaha bya. Unabiwa kuponya dhambi. Ubuhanuzi bwo gukiza ibibazo bafite. Maana unabiwa kuponya matatizo walionao. Tunawaombea. Tuzabasengera. Tutawaombea. Tuzabakana amadayimoni. Tutawafukuza mapepo. Nao wataokoka. Watatoka hapa wamuona Yesu. Lakini sisi ni watu wa nguvu kidogo. Bwana aponye nafsi zetu. Amen. Amen. Hamubwira ngo wishejwe nuko mubwibyo wakwenda mutima. Yesu akamwambia, umeamini kwa sababu nimekuambia mambo uliyoyafanya chini ya mti wa mtini. Hamubwira ngo uzabona byinshi wewe haba hamwe. Oh, haleluya. Akamwambia utayapata mengi, utayaona mengi ili mradi umekubali. Kaa utulie. Nzira twavuga. Njia tulizokuwa tunazizungumzia. Ni nzira ivuga. Amen. Wahamagara akaza gusa. Ni habari za kuzungumza kwamba nendeni wewe tu kawaite na uwalete tu. Ubiri sio wewe. Nzira ya kane. Njia ya 4. Yisi nyitina. Hiyo sitakawia. Ndangiza kwa gatanu. Mtabalizia kwa njia ya 5. Hii ya kane kanyibabwira isi nyitina kuko ni nzira izwi cyane. Hii ya 4 ngoja niwaambie ni njia ambayo watu wanaifahamu sana. Nukumva ijambo ry'Imana. Ni kusikiliza neno la Mungu kwa makini. Kenshi iyo ribwirizwa muri rusange. Mara nyingi tunapohubiri neno la Mungu, ariko rero rifite abantu b'umwihariko rigenewe. Lina watu binafsi la kwao. Nimureba nk'uko twavuga. Hamuoni jinsi tulivyokuwa tunazungumza. Habwiza muri rusange. Watu tunahubiri watu wote. Tuhamagaye abantu bazararika abantu bazabona kimwe cya kabiri. Lakini tumeita watu watakaoita watu wakaja watu awamu ya pili. Ubwo nibo rigenewe nyine. Hao watu ndio wanahusu neno hili. Ndio tubwiriza leo. Tunapofundisha kuna neno linakuja kwa wenyewe. Leo dukizwa iyo ugize mu ijambo ry'Imana. Sasa nimezungumza ya kwamba tunaokoka kupitia njia ya neno la Mungu. Uzabona kesho hari nk'abizira mu rusengero. Utaona watu wengi wanakuja mara nyingi kanisani. Kandi kwa mchungaji Asheri yeye ndio hari abakobwa beza. Mwanaume anasema kwa mchungaji Asheri kuna mabinti wazuri wa sana. Hari n'umuziki mwiza. Ngoja niende nikatunde muziki, kuna muziki mzuri sana. Akaza kichara. Anakuja nakaa. Amara kuichara. Akimaliza kukaa. Mchungaji anasimama juu. Ushubaga hagarara. Anapiga injili. Alibabwiriza ubutumwa. Anapiga injili. Akabwiriza ubutumwa. Yaje kuza gushaka abakobwa. Ile hali ya kuja kutafuta mabinti.
Inaishia hapo wakati mchungaji anahubiri. Inaishia hapo. Alafu anachukua dira mpya. Hizo ni baraka zigaragara mu ijambo ry'Imana. Hiyo ni nguvu inayoonekana katika neno la Mungu ili Bwana ashike moyo wa wanadamu. Ijambo ry'Imana uko rivuga. Sikia neno la Mungu linavyosema. Ariko ndio bakari ibice 10 umurongo wa 3. Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3. Haravuga ngo tugenda dufite imibiri y'abantu. Anasema hata tunapotembea tumevaa miili ya wanadamu. Ariko ntitubona mu buryo bw'abantu. Lakini hatupigani vita vya ubinadamu. Kuko intwaro z'intambara yacu. Kwa sababu silaha za imani yetu. Atari iz'abantu. Sio za wanadamu. Ahubwo imbere y'Imana. Lakini mbele za Mungu wetu zina imbaraga zo gusenya. Zina nguvu ya kuangusha ibihome.